Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiukweli nimebarikiwa sana na somo la uamsho la uwakili ambalo lilikuwa linasema maisha ya mafanikio. Lilikuwa ni somo zuri na Mungu amemtumia mtumishi wake Simon Magembe kuweza kuliwasilisha vizuri. Nami kuna vitu kadhaa nimejifunza kupitia somo hilo. Maisha ya mafanikio. Mafanikio ni nini? Mafanikio ni kujua kusudi la wewe kuumbwa. Kama hujajua kusudi la kwa nini umeumbwa, ni vigumu sana kufanikiwa. Kwa hiyo unaanza kwanza na kusudi. Mithali sura ya 4 mstari wa 23 inasema, Mithali 4:23 inasema, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Lakini Mithali 23 mstari wa 7 inasema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na Daudi aliomba kuumbiwa moyo safi. Ukisoma Zaburi sura ya 51 mstari wa 8 au wa 9, katika sala ya toba ya Daudi aliomba aumbiwe moyo safi. Kwa hiyo maisha ya mafanikio yanaanza na kujua kusudi. Kitu cha kwanza kabisa ni kusudi. Kitu cha pili kinatakiwa kuwa vision, maono. Baada ya kujua kusudi, basi unatakiwa kuwa na maono. Ukishakuwa na maono, unatakiwa kuwa na mission. Mission inaanza purpose, inafuata vision, inafuata mission. Purpose, kwa nini upo? Kwa nini uliumbwa? Na unaona nini mbele yako? Na unatumia njia gani kufika hapo unakokwenda? Sasa ili uweze kufanikiwa hicho kitu, inabidi kuwa na moyo mzuri, moyo safi mbele za Mungu. Mimi nilipogundua siri hii, ilinilazimu kuandika kitabu kinasema Hazina Iliyostirika, Akili na Moyo. Nilijaribu kuchunguza moyo ni nini. Nikagundua mwanadamu jinsi alivyoumbwa ana sehemu 3 muhimu. Cha kwanza mwili, cha pili nafsi, cha 3 roho. Sasa katika nafsi kuna vitu vitatu pia kwenye nafsi. Kwenye nafsi kuna akili, kuna hisia na kuna utashi. Kuna vitu vitatu. Na nafsi ndio moyo wa mwanadamu. Sasa Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, inamaanisha linda sana akili yako, linda sana hisia zako na linda sana utashi wako. Hivi ukivilinda, basi wewe utakuwa mtu anayetaka, kwa sababu Mungu anataka sisi tufanye kile ambacho ametuleta hapa duniani. Sisi ni wawakilishi wa Mungu duniani. Kwa hiyo Mungu analo lengo la sisi kuwepo duniani, kama ambavyo alimtumia Daudi mtumishi wake kuweza kufanikisha kile ambacho alitaka. Basi Daudi alifanikiwa kwa sababu aliishi kusudi lake duniani. Ukifanikiwa nje ya kusudi lako, unaweza kusema umefanikiwa lakini hujafanikiwa. Ili ufanikiwe lazima ujue kusudi lako. Ukiishi kwenye kusudi lako, hauwezi hata kujitahidi. Huwezi kujitahidi kwa sababu utakuwa unafanya kile ambacho umepewa kukifanya. Ukifanya kile ambacho umepewa kukifanya, hauwezi kujitahidi. Yaani utakuwa unapata matokeo makubwa kwa sababu ndio haki yako, ndio kusudi lako, ndio mpango wa Mungu katika hilo jambo. Kwa nini ujitahidi? Huwezi kujitahidi. Yaani samaki hawezi kujitahidi kuogelea kwenye maji. Ni kawaida, huo uwezo amepewa. Na ndege kupaa juu angani hawezi kujitahidi. Ni Mungu kampa huo uwezo. Nyani kupanda miti hawezi kujitahidi, nyani amepewa huo uwezo. Hata mbegu kuota haiwezi kujitahidi. Inaota kwa sababu ndani yake kuna kusudi la Mungu. Kwa hiyo sisi tumebeba kusudi la Mungu duniani. Bahati mbaya tumeshindwa kujua kusudi letu ni nini, ndio maana tunakuta tunahangaika. Lakini ukisoma Yeremia anasema nalikujua toka tumboni mwa mama yako. Kwa hiyo Mungu kabla sisi hajatuumba, tunapozaliwa manake tuna kitu tunatakiwa tukifanye hapa duniani. Kwa hiyo inabidi tutafakari kwa umakini sana. Ni Mungu ametuleta duniani
kuja kufanya nini? Nini kusudi la Mungu kuwepo hapa sisi duniani? Hilo ni jambo la muhimu sana. Yaani sisi hatujaje hapa duniani bahati mbaya, hapana. Kuna kusudi la Mungu kutuumba sisi hapa duniani. Hilo kusudi hilo tukilijua, tutaishi katika mapenzi ya Mungu na Mungu atatufanikisha sana na kuzidi sana na kuongezeka sana. Bwana wabariki sana.